Mungu ndiye aliidhinisha ndoa ya kwanza pale Edeni, na ametuhakikishia ni mojawapo ya vitu vitakatifu. Shetani naye ameifanya ndoa takatifu ionekane kama jehanamu. Safari ya mapenzi imekuwa ngumu. Safari ya mapenzi si rahisi, kweli si rahisi. Ama ele mbori rahisi. Omowekano nabo wancho monto kwabe como yororo omo elio disappointi korenda baiganya sae na baro bereke ngalero babwetaniwe. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo Hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo Hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Na kuwaongeza katika pendo, mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. uaminifu na rehema zisifarakane nanyi. Kwa kila jambo mlitendalo mtangulize Mungu, nanyi mtapata kibali mbele yake. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo Hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo Hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo Hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo Hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Tuombea Baba awazidishie na kuwaongeza katika pendo, mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Uaminifu na rehema zisifarakane nanyi. Kwa kila jambo mlitendalo mtangulize Mungu, nanyi mtapata kibali mbele yake. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo
hiyo hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, aliona si vyema awe peke yake. Kwa sababu hiyo hawa wanapounganishwa leo wanatimiza mpango wake. Twawaombea upendo, amani na ufanisi wake Mungu. Siku zote nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Tazama wawili wafunga ndoa, ndoa jamani na iheshimiwe. Ilianzishwa naye Mungu Edeni, imebarikiwa, imebarikiwa. Tazama wawili wafunga ndoa, ndoa jamani na iheshimiwe. Ilianzishwa naye Mungu Edeni, imebarikiwa, imebarikiwa. Vile Mungu aliona si vyema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vyema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Mume wako na mume akupende, muishi pamoja kama mwili moja. Upendo na uvumilivu uwe nani, ni agizo toka kwa Bwana Mungu. Mke mtii mume wako na mume akupende, muishi pamoja kama mwili moja. Upendo na uvumilivu uwe nani, ni agizo toka kwa Bwana Mungu. Vile Mungu aliona si vyema umetulinda kila mmoja wetu. Baada ya kukutana katika sabato iliyopita, umeona ni vyema siku ya leo tuunganishe katika hekalu lako, ndiposa tuweze kukuabudu. Tuomba ya kwamba unaponena pamoja nasi, unaponitumia kama chombo, unene maneno yako yatakayoleta matumaini katika maisha ya kila mmoja wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Ni wa 18 Abakorinto ile itanganye ya mwezi 17. Naomba nisome kwa lugha ya Kiswahili kutoka hapa mbele. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa sababu
neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Naomba nirudie, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Andiko litafafanuliwa zaidi wakati mnenaji atakaposimama. Tusema amina. Basi naomba sote kanisa nzima tusimame na nyimbo zetu nambari 44, ekehusi nambari 35 ya mauti yake, mimi ni mtoto wake, abana bawo bawo chimbo wao asili choko cha usasi bawo na monoto abere bebe kwa chimbo jero kwa kwa wato chema monene ngato bwenere ko ya bana bawo nyore monene sana otra bawo monene ni mona asili yutu kali ya chema monene pero mo konya ra ado bana bawo yo to abo sabiro motumeke una hora ale bia engane asili yuria ole kira bato bos mona asali na dia ro to wate nyange ni masika sai to monene Katu aku boleh mana bumurai, katu ada saya yang kita ni asal model dia cakap tu mana ni, nama nyasa mana baru dia awak, baru dia kira dulu baru kuah korang mana, kau nyasa kau suka kau ni, kira family kau buat tu mana ni, bagaimana mana buat apa kau main tu, nak kau buat, ngah tak tu itu mana nak tak tahu mana ni, kau nyasa kau ni suka apa, baik kira kira sini jual usas, mana nyasa baru tu beli awak abale ma abale asi ko mana asne talibos to akori asa kono to konye to welu wa beno mone atendo pito te venga ebenesa wa akora mana mane abale ba asi ya ba ngabo
inifia sio monene chi awa monene to akuri bakoye oba waremu obo nyasa wetaliti ama kweli monene ona nyasa to ege na tato itu ona nyasa to ndio kwera wetu twese aba to akomanyire na baraga ndio komanyo monene ekele gruno duaga senso monene onde ta ba esa kole no so aso musio monene na kiane yo monene que otra ikego to tenga monaye to te venga to awi kama te bien sega na leo sile ya kwa kutete kwa ndio ile na tato itu no to para monene uetra sita Kristo yo kutole amen.
Basi karibu. Hicho ni cheo. Katika jina la Yesu na wasalimu mjambo. God is good all the time. Tunashukuru Mungu wetu kwa sababu amekuwa mwema. Ametulinda tangu mwaka ulipoanza na siku ya leo ametupa fursa ya kipekee mimi na wewe kufika katika sabato ya mwisho katika mwaka huu. Hiyo ni kwa ajili ya neema zake Mwenyezi Mungu. Nami ningependa kuwakaribisha nyinyi wote mweze kujihisi miguuni pake Mwenyezi Mungu tunapomwabudu siku ya leo. Mbali kama walipata wetu kusikia wangapi wala ambao wasikii kikisi. Nimeona mikono. Kwa sababu nimeona mikono. Mbali kama walipata wetu Kiswahili. Mbali kama walipata wetu Kiswahili. Kwa hiyo ndio kubali pale kwa tayari kuiwe ekegusi alafu ndio kubali pale kwa tayari kuiwe Kiswahili. Naamini ya kwamba kila mmoja huwa anaelewa Kiswahili. Hata ile ya Maigirani Mata alikuwa anaelewa kwa sababu ni sabato ya mwisho wa mwaka huu wa 2024. Mwaka wa 2024 ujakuwa mwaka wa kawaida vile. Umekuwa ni mwaka ambao umekuwa na changamoto chungu nzima. Lakini tunangependa kushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Huu mwaka hata mliona vijana wetu wakiingia State House na wakakula chakula huko. Mnafikiri ni kitu kishatendeka mahali pengine? Waliingia pale na walikuwa wanataka kuingia State House, lakini State House wangeingia wangekaa vibaya sana. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba naamini ya kwamba hata kila mmoja wetu mwaka huu haujakuwa rahisi vile, lakini ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Na sasa njio ya Mungu waja sai na kieko ya baba mintaba kena banene njambo na yetu ikira singa kichi. Na kwa sababu hiyo tulikuwa na mke wangu, ningependa aise kusimama wasalimu kabla sijaendelea. Tunza neno moja ambalo ni la maana katika maisha ya Mkristo yeyote yule. Na neno hili ni kwamba ujumbe wa msalaba. The message of the cross. Unaposikia mambo hayo mawili, ujumbe unaweza kuwa mzuri ama uwe mbaya. Lakini hapa tena ujumbe ni kupata taarifa fulani kuhusu jambo fulani. Hiyo ndio inamaanisha ujumbe. Na msalaba, unaposikia msalaba, hapa ndipo mimi na wewe tuliweza kupata wokovu. Kwa hivyo unaposikia msalaba ni mahala pale ambapo Mwokozi wetu Yesu Kristo aliweza kuangikwa, ndiposa mimi na wewe tukafikia wokovu. Kwa hivyo kuna ujumbe ambayo ni taarifa na kuna msalaba. Sasa neno ambalo tutaenda kujifunza ni swali ambalo tutajiuliza pia. Je, kati ya ujumbe na msalaba ni nini ya muhimu? Ejirele amangana ya yumu msalaba ama nomo msalaba mwenyene ningi kienyeji. Nomo msalaba usilama ngana yumu msalaba. Mugondazo wa Amerika Usi. Mugondazo wa Amerika Usi. Tunaposikia neno hili, ningependa kila mmoja wetu tujue umuhimu wa wokovu wetu. Ni kwa nini mimi na wewe tumechagua kuwa Mkristo? Ni kwa sababu tumefiliwa pale msalabani. Nakini ngana lio msalaba no borili asabu warosira. Bono li ngana lio msalaba ni olio borili asabu warosira ndokieke. Warosira. Orende asaturenfe abatu abeire togotoligwa ni golireli chinguru cyesai. Kolende asetore mtu wali tu abere togotoligwa ile chinguru chango. Amen. Kama mimi ni Mkristo na kama wewe ni Mkristo,
ujumbe huu usije ukakupita. Neno la msalaba inakuwa ni upuzi kwa wale wanaopotea, bali kwa wale wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hivyo nataka tuelewe neno la msalaba ni nini. Tunaposema neno la msalaba, unapoingia katika Bible Concordance inasema ya kwamba neno la msalaba inamaanisha kitendo kile ambacho Yesu alichofanya pale msalabani. Ni kwa nini wakati huo wa awali watu wengi waliangikwa msalabani? Hata Biblia inanakili ya kwamba Yesu alipokuwa anaangikwa msalabani kulikuwa na wezi wawili. Mwingine alikuwa wa sehemu ya kushoto na mwingine sehemu ya kulia. Pia na wao waliangikwa msalabani. Kwa hivyo katika msalaba peke yake ni watu wengi walikuwa wanaangikwa pale. Na wenye ambao walikuwa wameasi kulingana na sheria ya Kirumi, ukipatikana umeasi ulikuwa unaangikwa msalabani. Ilikuwa ni a type of punishment. Ile ilikuwa inaitwa wacha hii nyingine, siku hizi hata hatuna zile zingine, watoto walikuwa wanachapwa sana. Lakini inumu yake tu hivyo. Inumu yake tu. Ngoinyo rali tukelimo. Tole class 8. Mbawera nara alitu akanyule tumaiti ko sebande mwanywete mura. Bono preps litu akora. Tokaewa mabera mugasaga tigara make kumbe na ya bali mwatigara bakonywere cyane. Bono litu akora preps. Tokagenda saga kire staff room obisi tokayanyora tokabuguli. Moka lengie tu iterete. Tukanywa berabere kero mondo bunare konywa. Mambia ya bali mukobacha purebusi. Amacha akariko. Wakamanya kogende kabati. Kolenta mabere egere bakali ndokie. Echa enywewe. Mabere agatoka. Amabere akabura maziwa yalikosa. Nekera mabere abolire ebagotiga yoga abolire. Nandi mbaga cheto. Uchunguzi egakorwa. Tukamanya gotoke ebise 10 byanyweta amabere. Umaide etwa akorere tue celebration yebibuko. Ekabatiria sa amabere agachire emetu yaiteka gachunse. Omuntu uri ko gachunse. Wama yakanyole bibuko tali kubwata. Balimu alenga balimu mulisi obwaya noara. Onye tali ebibuko. Ngoja kumanya tu alengena mawaso tu akale. Iye punishment ya alenge ngakieria ekero wakolera mawaso lirie yalengo ukubekwa so musaraba. Otoke kuibire. Otoke wakolera kende yonse ngaya abantu bali kubekwa. Asomo saraba. Lakini bono musarabo Yesu abegetwe igore tofauti ekiagero musarabo yoro igotolete siku yonse kya mwanya bantu. Kwa hivyo Biblia inaposema ya kwamba neno la msalaba, the message of the cross is foolishness for those who are perishing, inamaanisha ya kwamba neno hili la msalaba ni upuzi kwa wale wanaopotea. Kwa nini ni upuzi? Kwa sababu hawajatambua nguvu za Bwana. Mimi na wewe ndugu na dada yangu, leo hivi tukiwa hapa tukimwabudu Yesu Kristo, tujue ya kwamba ni kwa sababu alifanya tendo la ajabu la kutufilia sisi wenye dhambi kiasi hiki, ndiposa tuweze kuwa na uzima wa milele tena. Mungu alituumba tusife bali tuweze kuishi milele. Nyasaye lao tongo monda somo wono edeni. Iga motonge ta kwego samenye wika kale na kale. Tomenye wika kale na kale. But the bad news is when sin came. Dhambi ilipoingia tukapata laana. Ndiposa tunaona wenzetu wanalala kutoka uso wa dunia. Lakini hiyo
haijalishi kwa Mkristo, kwa sababu Yesu Kristo ametutendea tendo la ajabu, ametufilia, amechukua laana ile ambayo tungepata ya kupotea milele. Kitu ambacho unafaa kuelewa kama Mkristo ni kwamba Yesu alipotufilia pale msalabani, alichukua ile laana ilikuwa ndani yetu ya kupotea milele. Lakini sasa tuko na mambo mapya, tuko na ujumbe mpya unaotuashiria ya kwamba uzima wa milele uko ndani yetu tunapomkiri Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Awatomwani the Christmas kusemulie. Mwali yetu. Yesu naye alitoa shingo chenu. Na hiyo letwe. Kwa Mkristo yule ambaye anajua ya kwamba neno la msalaba lina maana katika maisha yake, Yesu anazaliwa upya katika maisha yetu kila siku. Ega ndo mumanyire Yesu Kristo, igako igoro asoko kwa wewe kila litu. Ndio litu. Ndio nganacho kwa ulimwengu. Kama kuna jambo ambalo tungekuwa tunasherehekea kama Mkristo, ni Yesu anapoendelea kuzaliwa katika maisha yetu kila siku, katika akili zetu, katika mawazo yetu, tunampa Yesu Kristo. Ndiposa tuweze kuwa wana na binti za mfalme watakaorithi ufalme wa mbingu. Kitabu ni cha Petro wa kwanza 2 fungu lake la 9. Wale ambao wamegundua neno la msalaba, wale ambao wanajua ya kwamba Yesu alitutendea kitendo cha ajabu msalabani, hao wanakuwa watu wa Mungu, miliki ya Mungu, watakaorithi ufalme wa mbingu Yesu anaporejea mara ya pili. Kolende imwe na babiale abachole abakuani omoroti basi kama ngana kuani wa kuna manene. Kolende imwe na babiale barengaki abachole abakuani omoroti basi karagira ina magana manene ndingane sari bade. Imuna babiala bachole abakuani bagendo kieke omoroti. We are the royal priesthood, chosen generation. Ababiala bachole na itwawe na ababiala bachole na somo sana. Pale kwa msalaba ndio tumekuwa miliki ya Mungu. Pale msalabani Yesu alipotufia, tunapomkiri, hapo ndio tumepata wokovu. Hapo ndipo tumepata haki ya kuitwa kuwa sisi ni wana na binti za mfalme. Na kama kuna kitu kizuri ni kuitwa mwana na binti wa mfalme, kwa sababu unangojea ufalme wa milele. Tuondoke katika dunia ya dhambi, dunia ya magonjwa, dunia ya mawazo, dunia ya mambo mengi. Iwe umesoma, iwe hujasoma, iwe ni tajiri, iwe ni maskini, dunia ni ashi. Hii dunia ililaaniwa kwa sababu ya dhambi kuingia hapa duniani. Na mwenye ameleta baraka peke yake, ameleta matumaini ambayo yalikuwa ni matumaini yako na matumaini yangu, ni Yesu Kristo. Ndiposa mtumishi wa Mungu Paulo anaposema ya kwamba neno la msalaba ni upuzi kwa wale wanaopotea. Na neno sio msalaba peke yake. Biblia imesema neno la Mungu akilete watu msalaba. No mtoto toletie, mose Yesu totoletie. Yesu totoletie kana kukwenda alikora somo. Manyenga saa alikuanja na wewe saa leo utakwenda kadini. Ndio ndio tole. Lakini yeye kwa kaniti mwanya watu bararo au enye njo yotoleka. Bararo ni goli yotoleka. Na kiengo yako libaga Yesu kwa makweli yosuku. Kwa makweli ale goli lelaki. Bingene. Mwenye mwenyeito bilia locha kwa tusio na kale. Iwambia isaino kwa kwa Yesu Kristo somo sana. Na kiengo yao tewala si akora yendo kieke. Hayi. Aikia yale kieke. Ene chano tu alocha konyora yo sawa ikaliye. Kana. Ile yo tu alocha konyora. Tu alocha kusia. Na kiengo yao hakikisha yo mito omokeno monene
gunaturiga ekero kwa mwita Yesu Kristo no mabongo mabwito ndwe toko abana beruti igoro ndwe nabana beruti igoro ndwe nabana beruti Intwera abana b'ingoti yarari yaiguru onye ndogere ki abana banyasaura rusi asezeye ya no kuruko umwana bw'ingoti ekyayera ine yaito awaseme ngo bamenye wikagana kale ngo ne ndogere nkoro twa bya abana b'ingoti ne ntuka no bwate michano awaseme nkoro na segekeke michano ngo ne ndogere kweriri Wangweiga Yesu gahuta imichameto kweriri gahuta wangweiga ngoba tura abana b'ingoti tokuragira na tato ito litukase lituko naende togotera matera togotera kwamsa no kwimame ngodi okukora gotera kwa into cheke kwa bui gotera kwamsa ngorokio dera kwamsa ngolimi ya mwaro waseti bagatera ekero bagwete nsi y'obusumba bagasoa ensi y'omwandu bagatera okuna ituko murukani bwe na ituko tera ogotera kwemamia eng'ondi nogotera kwemamia eng'ondi nogotera gokumubaka tata Nyasaye nokumubaka Yesu Kristo asege korokeriyo okumia atokorere tari ase omusaraba ekagera ejambo naye tokanyora gento kiege bagana ende linde byokomekomete katokwana gutoleka igere bingecho ya ende linga na ende tubwate libaga yokomenya wikalirie bikila kiapa to ende kinke imeyaito obo Kristo boite bole bosi our Christian to will be in vain eisabo tokangi kerenga yeito talioko nyorongi mabwakala na kale orocho bo Kristo bo ubwengecho mabo ubwengecho ndolo ruga ogenda mugondole Oye kerenga kia ongerio konyoro kulotwalilie wakale na kale tati sawa mecha imu na kia kwera toku nyoro kuneli ngani Nyasaye lingane lyo musaraba ne lingana lyo musaraba nobo tokwera kolia Yesu agweto bugimabwa heri kalia ito agatokwera na kero togukwana Yesu oyo Nyasaye oyimugeti wo mwanya bantu bweito na kia kwera muntu onde bweste yora nyari gukwerunde maete buna tolika nukwa muntu yora atuli no nyana yo monyena to akore tuchike ubwetu na kingoro na mabera abantu bande bakwengena ngo muntu gwengentire burutu wakana na kanembo kara digendo kie mbuyo ekiagero orusi lyo bogima oboto bwata no bwango boli wanya sai kero muntu bogima bwata mboli bwaitu into to kabesi lyo bogimu for a temporal time no bwanya sai na onde tayo bwata libaga lyo korusio bogima bwanya sai no ino bwaita bwao no bwanya sai ekero muntu ataramanye Yesu atokoreta aso musaraba na boko nyoro kuro moyo okolire gento getakora digento kieke itawenereti iye Yesu atokorete no gotokwira aso musaraba na kirete kunyori abana banya sai abande ngo nyoro libebire kurulinganeri bakora misinterpretation kero kene batafusirie bukweye njire ngao bata baga igo musaraba no igwe ngenjo lakini Biblia yata balingana lya gento kieke ebukwe yata yabo musaraba yata balingana yo musaraba lakini gokonyora gwachakira abono kuimuki musaraba bono gwakorire gento kingao musaraba obiri sanamu Zaburi 115 kibungo kia ya gatatu nyora ngalingana lyeto twale kwegera ndiringa lingana lyo musaraba the message of the cross. And whenever you talk about the message of the cross, you are referring to Jesus Christ who shed
his blood on the cross of Calvary. Nyasaye oito Nyasaye oito nigare igoro na nigo agokora rinde lionsi agwanja na ende gakora kende gyonsi agwanja yenda guchinse emewekano abantu abo bagusasima nigo ero isirie kurwase chifeta n'ekitahabu bone emewekane ibaro bagusasima nigero siri kurwache sichifeta n'ekitahabu nigo ere emirimo y'amaboko amwanya bantu igere emirimo y'amaboko ango amwanya bantu nigo ebwate emenwa kurende teri gukwana nebwata amaiso kurende teri korora nebwata amato kurende teri koigwa nebwate chimioro kurende teri konyonka iweri musu nebwata amaboko kurende teri kobwata gento nebwata amagoro kurende teri gotara gosete bwati eriogi ryogokwana nonyeke bwata omonwa tebwati eriogi ryogokarende kiege uchinse gento ngero abakwa abakoroisie emewekano eyo nabo barabe bunero ere nabo barabe bunero ekorete gento kiege nabo igo nabaria bayegenete aboigo nabali bakorete gento kiege igo muruja magana inama umuntu oraimo chongo omotebwa omusaraba aga ochake gosasima nabo bwata magoko bwata bakomotwe ochake gosasima omoto ngai kwewe bukuyate bari bayegenete n'abakoyerosia mbayebwika igora batwara chinioro bakonyo nabatwara amaiso bakoro nabatwara omunwa bagara nduye okuno osira ikalirie kale na kale. Ikiwa uko na mapua na unusi, uko na mdomo na uongee, uko na macho na uoni, uko na mikono na hata ugusi chochote, inamaanisha ya kwamba hiyo ni kupotea milele. Neno la Mungu, ndugu na dada yangu, linataka kutukumbusha ya kwamba Mungu wetu aliye mbinguni ndiye Mungu peke yake wa kuabudiwa. Tusije tukawa na miungu yoyote ile ya kuabudu, bali tuweze kumwabudu Mungu wa kweli. Mungu huyu aliyemtoa mwana wake wa pekee akaja akatufilia pale msalabani, ndiposa mimi na wewe tuko na fursa nyingine ya kuishi milele pamoja naye paradiso. Asante kwa sababu umenena neno lako kuja kwetu mchana wa leo. Asante kwa sababu ulituumba katika shamba la Edeni, na baada ya kuasi ukatuma Yesu Kristo akatufilia pale msalabani. Ndiposa mimi pamoja na ndugu zangu hawa na dada zangu, wakubwa kwa wadogo, tuasimama mbele ya kiti chako cha enzi tukiwa shupafu ya kwamba Mungu wetu, tunapokukiri utatupa uzima wa milele. Katika njia ya kipekee tungependa kukushukuru kwa sababu umetembea pamoja na kila mmoja wetu. Tunajua ya kwamba mwovu shetani alikuwa ameweka mitego hapa na pale, lakini kwa sababu ya mkono wako umenyoosha, imefanya kila mmoja wetu siku ya leo tumepata fursa ya kukuabudu. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo linaleta matumaini katika maisha yetu. Naomba ya kwamba Mungu wetu, kila mmoja ambaye amehudhuria ibada hii, ikiwa kuna jambo ambalo linamsumbua katika maisha yake, uweze kumalizia katika jina la Yesu. Tunapomaliza mwaka huu, tuomba ya kwamba shida zetu na mashaka yote tumekuwa nayo, pia Mungu wetu aweze kutumalizia. Na hata toka kuanza mwaka mwingine, tuweze kuanza pamoja nawe. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu na hakuna maombi ambayo ya mwana wako hausikii, bali umetuambia ya kwamba tuendelee kuomba bila kukoma. Na tukiomba utatujibu maombi yetu, kwa sababu wewe ni baba yetu na sisi ni watoto wako. Hudumia kila mmoja wetu, walio wagonjwa uwaponyeshe kwa sababu wewe ni tabibu mkuu. Walio na mawazo mengi Mungu wetu, ambao wako na misongo ya akili,
tunaomba ya kwamba uweze kuwatuliza walio na changamoto zozote, zikiwa ni za kifamilia, zikiwa ni changamoto za kijamii. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu, hivi karibuni tutapata ujumbe ya kwamba umesikia maombi yetu na umetujibu sawa sawa. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele, na hata unaporejea mara ya pili, ombi letu ni kwamba pasije pakakosa hata mmoja kurithi ufalme wa mbingu, bali sisi wote ambao umenena neno lako siku ya leo tupate nafasi ya kuingia katika maisha ya milele, tuweze kuishi nawe sasa na hata milele, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Wamefurahishwa na ujumbe huo? Haleluya. Basi naomba tusimame sote nenetwe. Kikundi kitanga nikiria chile ya kabiri kia tayari. Kimatro ni momonya ne. Biyamono. Tuacha kile nyangi na rejo. Harusi imeanza, step ya kwanza ndio hapo tumeanzia. Biyamono. Utaona kama anafunga anafungua geti mahali maarufu watapitia. Ndio hivyo. Nigeria kiamo para. Biamono, ngite kiko ukere mumayeteo. Agora mereka vai momi baite. Biamono. Ya makasih aku angkanya materi. Biamono ngite kiko iwe. Biamono gator nake kubuatnya. Baik ile kita kayak dulu kita bangun aja. Kisah bumuta cinta pakai. Dia mana? Tuan situ menyebutnya gini, cenu doanya esiko. Harusi ilianzishwa na Mwenyezi Mungu peke yake kwa mikono yake miwili katika shamba la Edeni. Akafanya harusi ya kwanza, and we will continue doing it until the time when Jesus comes back. Yesu atakaporudi ya mambo yote yataisha, lakini kabla ya hapo ninyane chenu bona ngeita kipige igorwa jare ndiru kali na isigoeka ane maya yako boja bara kwa kitosha. Kegiatan guru nyanyi ya asli bocha, abantu bocha bari berubirion pire nyanyi mana kokora ko maya. Bana abuli tikosi ni wabuate,
Kikosi nyingine jiko beko kwa yemero ya Rusia. Dia mono. Maiga yae wana baroba moga. Bakolento bosera ko nyangie. Tuwana tuli dikere step ne ndo biko enda. Abe kikosi tuworo. Bona bosia ngo kitore mesuma. Esa unió 40. Yeah. Biar mana? Yang ini kan? Biar mana? Biar mana? Orio kutokonya maiga yo mwana uliwage kunero kuwatia wana abu kama oba. Oh, nale sawa timorozi pia mwana. Bona bali ba marching squad kana kuibanga. Marching squad kana kuibanga. Wata ba couples. Obo sera ba maoba. Pia mwana couples mongora anyake. Batifaina tuamegereri bagerio moje arabu maji discord yako polisi manye kubwatia toka ero mwelekeo hiyo bali bako bangagesieri batifainde makro ni matakonye biamano batifainde kote bono totara de maji discord yako po biar mana so maju biar nak opare dan muneta kayaknya nate ba finder kang baik tidak ini kita Pathfinder nangga buat akhir tu maega. Biar mana? Biar mana? Biar mana? Pasto di gue buku biar mana? Kita kiai guru nawa kita. Kalau sih kere apa nanya kita. Dia motokonya magic squad ya hapo I want to believe you are ready. If you are ready you can follow Pathfinder.
squad ya couple dili ya na want to ya this right job manga we eba buati we are on pathfinder sansa our pathfinder thank you so much Martin squad ni manyori lu kako wanakuja kwa utaratibu biamono, wanakuja kwa utaratibu, wafuatane nyuma kwa nyuma, wakuje kopo swali akuono hadi kwa alafu itafuatiwa announcement. Wale watoto wetu wanatangaza ya harusi hadi fulani nao fulani watafuata baada ya hii mali kwa abang na ubara na ubang kwa uwa abang macho mana wetege itejo waligere kuya eji maji dispo ya kobol piano no samero ni nyaga ndete nyangi ne sera ande ta tira ko no sera ko ne piano no abang ta baga na ka manara ida bai wa abang ta baga na mutaka ai beto ya na daktari na rosi ini bahasa ini kidumbi ke oke ajo lu ngomong yo ai bagi na mono aja ke busu biar mono no bawa boga ada kata ada kata mereka kamu jawai kuona ona leo wamefika kwa geti watapita kwa geti wakuje mbele. Haya, na hata hiyo nyakuwa anasema wakale rosa ke anaenda kwa ile nyani biamono hapo kwa hiyo hapo maji kabisa hasa hivi ndio kwa ile nyani rosi ni daktari mmoja biani ndio mtoto mmoja yo le tari ga ka ka prek na yo na bale te o kwai ai ni ne na bale te o ke ya ma ku na ka o ete ora ma ho ka ka mo lo te no ka mo biama no me yo sa na ndo na bale biama ndo mo ba ka tu ano wo ta wo ka ada ni mobil satu mai tu kerja kita tu area mani makanya tahu mana tu bahasa saya buat ya aku ni kita kalau mai jiran okey ada orang ada yang punya apa biar mana biar mana biar mana biar mana yang bagian itu paling bawahnya. First ladies no backward. Okay, apa bagus cah? Bali bagus ide nanti oleh mari nomor wansi. Aku bagus buatnya. Mana buatnya mau bana kere-kere. Itu kan sebab kami mau bagi. Usika mpaka watu wote wakuje wale mkoa maji. Wango. Biar mana bagi baik tu baca. Bapa ni bilogo. Kamu bapa baru bilogo. Bilogo bila saya ni. Pas
Companion,
maka ese kwa ya karibu sana basi unatoka kwa tendo na madai ndani ya moja uwanje kiforo asante ya mama ne bora number 184 asante ndani ne bora kwa Swahili panapo pendo Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema kwetu. Mbele zetu ni wana wako ndugu Barnabas pamoja na mke wake Roslyn. Siku ya leo wamelea ni pema Mungu wetu, waweze kuja mbele zako ndiposa uweze kuwaunganisha wawe mke na mume halisi. Mapenzi yako yatendeke tunapoanza hadi tutakapotamatisha, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante jeje sana kwa kweli. Awapa na kusikia mnaona na mnaona ni ngumu MC. Wale MC aiko hiyo kwa Malaysia ndio wao hapa Bwana. Ulisikana. Bwana asifiwe. Pia mwana maneno wako asemero wewe bia mano. Bia mano goda promoro hivi nyangi eke ongeke kwa tabalei kwa ni abalei tena naende Rosalini no murei abalei tena mko ani Rosalini wiki la bono official tari na panyorada da roga mi gore japtenga to bakwani no daktari bia mano taransa abalisia Parisia konsi bago district na state district na koro Malaysia tenena tenena twensi avaris kamrante okora yingati Malaysia yo nyaromboranga na sende tigaba kwani ya Malaysia bakwani sente saluti abana banyasaye n'abageni bari bakubwata ni barero na pasta na bande Mwakeleka mwako kweli tukeni Moses ni wemano pia mwana sana. We wish you all the best. Asero sirinya parega asi abora anyora bande kabari ko tenena nainu paribare asero sirinya para tenena ngo nyamoro nawe ngo tenekere jo biyamano sariuti biyamano ase daktari hao parega asi wale wametoka mahali daktari anafanya kazi. Kama kuna wenzake wamekuja tafadhali na nyinyi so. Ndio hawa. Asante sana photo session ikifika mtaletwa. Eki mbegene tu atire gireki. Bio de Beyonce. Biamono. Master Guide. Master Guide tenena. Biyamano warga uang timbara uci sari utinainwe biyamano bisa sekali ya ini special way jangan lagi murandi tempat kali mana buat istilah nyasongo orang yang berbeda atle pasti kali namanya mereka introduction ni Pastor Eric awasalimia. Mana sahaja yang bapak anda dia mulai, katanya dulu. Ningependa kuchukua muda huu kuwasalimu tena hamjambo. God is good and all the time. Hata wakati ule tuko njaa tukingojea harusi, Mungu anaendelea kuwa mwema, si ndio? Nami ningependa kuwaleta familia zao wawili, nimearifiwa ya kwamba wako familia kutoka kwa dada Roslyn. Wako wapi? Wasimame. Waliwazi sawa kwa Roslyn na ibadi. Awala na mawe kaiga. Bas. Mkia kwa wako igororo ya wako ila kwa ni hapa.
Biamo wanjira virusi nyoya wapi? Magoli ya wanangi. Nagiaga na wacha. Wale watu roba sina hiyo. Watu roba sina bwana. Dokwani wana wange mole mpaka mwate nina polisia kwa niaba ya familia iko kwani hapa. Wana wanyasaye wate kunyesi nyangi kusale na kwa rimbu ya mole. Karibu sana si nifei. Biamono kwa sababu hiyo ningependa kusema ya kwamba Mungu wetu ni mwema. Leo tuwakolile nyangi hawa kama nene kuni nyangi hawa sana. Rito ya Nyasaye ni wapi? Nimba nyite enda posta kwa endelea hiyo mwana huku. Ikiwa yale nyangi yako batea wao kwa mwalenga. Ndio ya harusi ni mzuri sana. Imepata watu wengine wakakaa kanisani mpaka saa hii. Wengine walikuwa wanakula maandazi, wengine ilibaki juice. Wengine walikuwa mahali fulani. Kwa hivyo siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia Mungu anapounganisha. Unajua hii muda yote wamekuwa wakiishi walijiunganisha. Sasa wewe unataka. Lakini leo baada ya ulimbia ya sasa yeye kiyeje. Mbona kama Mungu atanetiga. Ndio ndio Mungu ata. Umata kwa hata ndio ndio kusi. Mungu ata yani jerende amujaunganishwa harusi kirasmi. Amujafanya harusi ni wangapi? Abantu bose bimu bakaniriye nyange tabira abana. Ote kina kimine. Bale na bakolete nyangira muke maboko yo. Bakolete. Abakolete na bakolete mbale nga bange. Bakolete. Lero mno mwacha aga. Na imuno wiliye na makolete yangu hiyo. Ndio amekuwa akisema hapa wengine wameishi kwa madeni. Anduma wamenyeta nini deni. Muko boyfriend na girlfriend mpaka mkufu. Wengine mmekuwa grandparents lakini you are still living as a girlfriend and a boyfriend before heaven. Iyo baroche koma omusani omumura n'omusani omwise. Omusani omungina n'omusani omugana. Omusani sokolo n'omusani magogoro. Iwe ya biruche ekyalera blessings ebisigia Nyasaye omwana okolende kiege. Mwana ko binyora. Licha ya kwamba huko miaka 100 na hujaiunganishwa harusi ndani ya kanisa, mbingu jinsi vile inawaona nyinyi mchapata mibaraka kutoka mbingu, unaendelea kukaa kama hiyo sasa tunaita namna gani? Boyfriend. Mnakaa hivyo mpaka milele. Kwa hivyo siku ya leo ningewapea ujumbe ya kwamba kwa sababu ya ndugu wetu Barnabas na dada Esri, wale ambao hamjaunganishwa harusi, mfanye hivyo. Msije mkaishi kama boyfriend na girlfriend mpaka Yesu aje. Ni vizuri tuweze kuunganisha. Kwa hivyo katika njia ya kipekee ningependa tusome neno la Mungu ndiposa tumalize shughuli, tuende tumalizie mengine huko. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema kwetu. Asante kwa ajili ya mibaraka yako ya kipekee. Asante ya ndugu wetu Barnabas na dada Rosli. Na siku ya leo wameona ni vema uweze kuwaunganisha ndiposa aweze kuwa mke na mume ndani yako. Ni kama mtumishi wako, naomba ya kwamba umtumie jinsi vile kupendavyo ndiposa mwisho haya mapenzi yako yatendeke. Na ikiwezekana kuna wale ambao hawajafanya harusi ndani hapa, naomba ya kwamba pia waelezeze nao kabla hujarejesha ufalme wako na waweze kuunganishwa. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi tunasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Waefeso 5
fungu lake la 21 kuendelea, kuna mambo ambayo Mungu anakusudia tuweze kuyafanya. Na pia katika mambo ya ndoa tunaambiwa kama kuna mambo ambayo ni matakatifu ni matatu. Ya kwanza ni ndoa, ya pili ni sabato, na ya tatu ni zaka. Hayo ni mambo matakatifu. Na hata jinsi vile leo tumefanya mambo matakatifu yanafanywa wakati mtakatifu. Kuna wengine wanauliza, je, ni vizuri kushikanisha harusi siku ya Sabato? Harusi si mtakatifu? Hapa hivyo utajiuliza, ni vizuri kutoa zaka siku ya Sabato? Si zaka ni takatifu? Unatoa siku ya Sabato. Ni vizuri kupumzika siku ya Sabato? Unapumzika kwa sababu ni moja wapo ambayo jinsi vile Biblia inasema hizo ni institution tatu ambazo ni takatifu. Kwa hivyo siku ya leo tukiwa mbele zenu, tuko vile machi kutoka huko walikuwa boyfriend na girlfriend. Muda mchache kutoka sasa nitawapea mume na mke katika jina la Yesu. Hivyo walipendea kuwa girlfriend na boyfriend. Lakini sasa watakapotoka hapa, Mungu atakuwa amewaunganisha. Jinsi vile Biblia imesema mwenye aliunganisha aliumba mume na mke ni nani? Ni Mungu. Na wakati ule uumbaji wake alipoanza pale Edeni, bado ndio tunaona anavyoendeleza. Biblia inasema nini? Waefeso 5:21. Submit yourself to one another. Because of your reverence for Christ. Wives submit to your husband as the husband has authority over his wife, just as Christ has authority over the church. And Christ is authority, and Christ is himself the Savior of the church. Yeah. Ni nani mwokozi wa kanisa? Ni Yesu. Huko Biblia inatuambia kwamba tuweze kuwatii waume zetu. Kuna wake hapa ama wanawake hawatii waume zao, lakini haya yote yanatendeka kwa ajili ya neno la Mungu kwa Bwana. 24. And so wives, na hivyo wake must submit completely to their husband. Kutii waume zao kikamilifu, just as the church submits itself to Christ. Jinsi vile kanisa linavyokuwa tiifu kwa Mungu. Kanisa ni wa Kristo, sio mjengo, ni wa Kristo wanavyotii Kristo. Husbands, love your wives just as Christ loved the church. And hizi wanaume tumeambiwa nini? Tuwapende wake zetu jinsi vile Mungu alivyopenda kanisa, alivyotupenda sisi mpaka akamtoa mwana wake wa pekee akatufilia. Chenye unachopenda ni kizuri ama ni kibaya? Ni kizuri ama ni kibaya? Ni kizuri. Na kikiharibika na huko sana kikiwa kizuri. Biblia inasema kwamba wanaume wawapende wake zao jinsi vile Mungu alivyopenda kanisa. Si hata sisi ni kanisa ya Mungu. Jinsi vile Mungu alivyopenda. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Na leo ndio wanaitwa abasacha twanja bakungu baito nonyena kero bintu bire kuya nonyena kero bintu bire ndokeke tuwapende wake zetu. Hata sasa wametutusi wanaenda kwa amiri huko yote. Halo bana ngora hapa mbona wasaja wewe ekiche Mungu na bana wanaenda na ekiche Mungu na bana wewe baba ekiche Mungu wala hapa ina maana wako hapo mwaka maana roho ni turoza. Ndio mama hapa wabaya sana anatuzi mume wake atoe ni turoza. Wewe unaona turoza ni kutoa kweli?
lakini na moro cha bangi na ngombe mopa ocho bakiri leo awe ko ingiye kianya ndio waswa buye hivyo unapomtusi uchamtii wanagambana abantu tabangira wao ariko tumwa kwa mwita kwa watu na ikiwa hata mwita kiwa na wao mwita hadi ni mtego ni mwita na wao ndio wangu mo yasa hata wala ama saa kwa tuacha makongo hicho kuna yasa ngete gani ndio unaanza kujianza Nonye kanisa yasa uwanja telingia yasa ile gale ile kujianza tende uwanja wa yasa uwanja nonye geleta na gale ndokete uwanja ka wale uwanja wa yasa azichama tejeito ile kale yasa ile kwa mko kubwa na hiyo ndio ambayo tumekuja kuwaambia siku ya leo. Tunaongea na nyinyi siku moja mbili tatu. There is no one who is expert in marriage. If you want to be expert in marriage, love Jesus Christ and accept Him to direct you. Ewe unaweza kuambia sema mata unakula mate kaile Kristo hiyo. Unataka hiyo. Nobody is expert in marriage. Unless you have allowed Jesus Christ to lead you, that's when you become expert. And God wants our families to exhibit similar conduct on earth. Yasai, God will tiama vitendo chao kile unaende kwa sababu mpango wa Mungu ulikuwa mume na mke waishi pamoja kwa kupendana. Na wanapendana wakati mambo ni salama na mambo yako mbaya. Kwa sababu muda mchache kuanzia saa hii na karibu sana. You are going to break your vows. Lakini shida ni kwamba unachukua vows na tunasahau haraka. Walikuwa wale chinyagi, tia kwa kule. Wewe kwa kule na jiwe. Ndio kuna wewe na kwa leo. Lakini kama kufikia yani dokumenti kuhubiri hata wale waliofanya harusi leo tunachikumbusha because Yesu pia ni wewe ndio kumati vizuri sana hata mama sana kuna ndio kama nizungua kwa ile mambo ya habari na mama bado ndio hapo kwa tunachikumbusha na jinsi ile ambayo tumekuja hapa ningependa kusema ya kwamba Mungu aweze kubariki familia zetu. Na kama kuna mahali kuna dosari katika familia zetu, hii ndio sababu ya kumaliza mwaka. Mungu aingilie kati na amalize hiyo dosari katika jina la Yesu. Ndiposa ndani ya kila familia zetu utukufu wa Mungu uweze kuonekana. Kwa neno la sawa kwa neno kieke. Wewe kane ni kama Yesu ndiye wako. Onye kitamiko kwa ama tukura awende hivyo na ruhusa kwa ndani ya somo hili. Tufunguliane ndani ya Yesu pekee yake ndio itatusaidia. Ni wangapi pamoja nami wanatakia hawa wawili mema. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya siku hii. Asante kwa sababu umeonea ni pema ndugu wetu Patrobas na dada Rosary siku ya leo uweze kuunganisha kirasmi. Na mbele zetu kuomba ya kwamba wanapoenda kuchukua ahadi zao uweze kuwawezesha waweze kuishi kulingana na ahadi hizi, na zaidi ya yote mbingu ndogo iweze kuonekana kupitia kwa familia hii, iweze kuwa kielelezo kwa familia zinginezo, na wale ambao tuliofanya harusi zetu hapo mbeleni, tuomba ya kwamba Mungu wetu tusaidie, na ikiwa kuna changamoto tunazopitia kwa kualika uweze tumalizia siku ya leo. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Basi, endelea. Singida ya omonene ya sai. Asingida ya omonene ya sai.
ya omanene Nyasaye ase erieta ya omanene Nyasaye inche Patrobas Nchiri Onyewu ngokoriera eira yane aye ngokoriera eira yane aye Roslyn Kwamboka Makori asubusiwa Nyasaye na arusio bwabiro lya baiga asubusiwa Nyasaye asubusiwa bwabiro lya baiga inkoire aye ula omwanchione ninkoire aye nomwanchione obumugirone ase inyangi enchenu obumugirone ase inyangi ane enchenu ningendere komenya naye ula amachiko inyangi abateba ningendere komenya naye ula amachiko inyangi abateba ninkoborerie chigurube chiao ninkoborerie chigurube chiao aye ula egetongwa ekereu aye ula egetongwa ekereu unaliye na yeruru munaliye na yeruru ningekereye erinde ngoborerie egurube yawe ningendere kurwancha nabakoremia asamang'anonsi ekero oribia gose ekero orwarete ekero turi n'enibo gose ekero turi n'obutaka munantabwati onde naende ntogendere kubwatana amanaye oika amakweriuka atuatanane ine aye Roslyn Kwamboka Makori wanchire eira yane nantire inche Roslyn Kwamboka Makori nantire. Amen. Ero mataka batelo men tu basa kubi dia gani kanse. Anda lo sabatu. Basi kwa ndio jasoti. Asirieta ya monene Nyasaye. Inche Roslyn Kwamboka Makori igongo koliera eira yane aye Patrobas Onyewu Nchiri osio wa Nyasaye amona birori abaiga abange ukoirandaye Patrobas Onyewu Nchiri koba omusachone bw'inyangi enchenu ningendere komenyamo naye una amachiko enyangi agoteba ningendere kugusika na gukoirwera uno musachone bweka ninkwanje nagokoremia asamang'anonsi nimbe nomogoko nawowechegeria asama tukoye ubugima bwane bwonsi ningosike nakogoka amonaye ekero oribia gusekero orwarite ekero turi n'enibo gose ekero turi n'obutaka unantabwati onde naende ningendere kukulisira asogoma bwana bwonsi Oika makweri atuatanane omwanchione wanchira ira yane Patrobas Onyewu Nchiri na Nchire. Amen. Unomusongo Nyasaye ubwatekana nokubwa ng'eire ne kanisa ya Seventh Day Adventist Church amone serikali ya Kenya eroiga officially tegete kubatangaza abaiga ko musacha umukungu nekinya sabwataniri
ndeta atarana asegetaria tata ndio mwana ndio mwikomo chero. Tunaomba Baba yetu na Mungu wetu, kwa sababu ya ndugu wetu Patrobas pamoja na dada Roslyn, muda wote ambao wamekaa pamoja siku ya leo jinsi vile neno lako limesema, nami kama mtumishi wako Mungu wetu na wakabidhi mikononi mwako, uzidi kuwa pamoja nao, uwapiganie katika maisha haya, upendo ambao wamekuwa nao kwa baada ya siku katika maisha yao yote. Mungu wetu na wakabidhi mikononi mwako, uweze kuwapigania, uweze kuongeza upendo wao, uweze kukua siku baada ya siku, na zaidi ya yote uwape afya njema, uwalinde, uwabariki. Unajua mahitaji yao Mungu wetu, unajua mibaraka ya ndoa na familia wanayohitaji. Naomba ya kwamba uwabariki katika jina la Yesu. Uwalinde unapowapea watoto wengi, unapowalinda zaidi ya yote tuomba ya kwamba uzidi kuwapa hekima na maarifa, na hata familia yao wanaokuwa nayo iweze kuwa ni familia itakayoingia mbingu. Watoto wao uweze kuwaongoza Mungu wetu, na wao pia waweze kurithi ufalme wa mbingu. Zaidi ya yote, ikiwa kuna changamoto ambayo mwovu shetani ataleta katika familia hii, naomba ya kwamba ishinde katika jina la Yesu. Ndiposa ushindi wako uweze kuonekana. Zaidi ya yote, waweze kutumikia katika maisha yao yote. Unaporejea mara ya pili, waweze kuwa miongoni mwa familia zitakayorithi ufalme wa mbingu. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele. Wanyunyizie mibaraka chungu nzima kuanzia leo na hata milele. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Barikiwa sana. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe. Chochote ambacho Mungu ameunganisha mtu asikitenge, asema Bwana. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe. Chochote ambacho Mungu ameunganisha mtu asikitenge, asema Bwana. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Neno baya likitokea, ninyi msuluhishe kwa upendo. Wengi wakiwaona waone Mungu ndani yenu. Muwe kielelezo chema kwa wengine. Neno baya likitokea, msuluhishe.
Yo tomo sunera apa sabe sunera bago to kana. Nataka kuwapea cheti chao cha kumaliza kupiga. Unaona ne padre watu muona ndo sinyo kuacha. Ndio mama, mweke rojo kwa timaya, bijate. Aha, tak muy transa. Kita ya katong ila chi ke chu wa ku jibicha. Ada pada rasa nampak cerdas. Dewi jadi dah sebut kita bisa ini. Aha. Tahu ni tak tahu itu dia tak bisa. Sini kata orang di sini mari kita cerdas namanya. Aha. Mungu akaona sio vema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Mungu akaona sio vema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Mungu anachukia kutengana. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu Kia wanene
naambia mwana sikulia lero kwanchera patrona mwanchara bakore yangi baseseni oseni musangre karongwensi mbara abatara akoro monene baliga ichinga kichiyabo na barwo kera bara akore emijana amrana maisha ke tofe na barwo bakore chanchabo naambia mwana sumunya murangi ubwatani yangi Valencia baseni bosco asebrase gitra preciso motorito.
akamfanyia msaidizi. Mke Hawa, leo hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Inapendeza. Mungu akaona sio vema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi. Mke Hawa, leo hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Inapendeza. Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi. Mungu atawale milele. Mungu anachukia kutengana. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi. Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi. Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi. Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi. Mungu atawale milele. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi. Mungu atawale milele.
manjira so subuao wengi wa minko ba kore yangi asenka yabo abana ba baretro biyo mbali mbali mwanene baseka Miyamono, mzee angalia kule, angalia kamera. Tayari. Miyamono. Next tafadhali. Next. Mbele kidogo. Tazama wawili wafunga ndoa, ndoa jamani na iheshimiwe. Ilianzishwa naye Mungu Edeni, imebarikiwa, imebarikiwa. Tazama wawili wafunga ndoa, ndoa jamani na iheshimiwe. Ilianzishwa naye Mungu Edeni, imebarikiwa, imebarikiwa. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Tunatakia mema ya Mungu, upendo hudumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Tunatakia mema ya Mungu, upendo hudumu kati yenu. Mume wako na mume akupende, kuishi pamoja kama mwili moja. Upendo na uvumilivu uwe ndani, ni agizo toka kwa Bwana Mungu. Mtii mume wako na mume akupende, kuishi pamoja kama mwili moja. Upendo na uvumilivu uwe ndani, ni agizo toka kwa Bwana Mungu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Tunatakia mema ya Mungu, upendo hudumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Tunatakia mema ya Mungu, upendo hudumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Tunatakia mema ya Mungu, upendo hudumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Tunatakia mema ya Mungu, upendo hudumu kati yenu.
msaidizi toka ubavuni mwake, kawaumba wawili, Mungu ndiye kawaumba mume na msaidizi toka ubavuni mwake. Huyu ndiye nyama ya nyama zangu, Adamu kaimba, tena ni mfupa wa mifupa yangu, ataitwa mwanamke. Huyu ndiye nyama ya nyama zangu, Adamu kaimba, tena ni mfupa wa mifupa yangu, ataitwa mwanamke. Ikawa ndoa ya kwanza, Mungu mwenyewe kaitakasa familia ya Adamu. Ikawa ndoa ya kwanza, Mungu mwenyewe kaibariki familia ya Adamu. Ikawa ndoa ya kwanza, Mungu mwenyewe kaitakasa familia ya Adamu. Ikawa ndoa ya kwanza, Mungu mwenyewe kaibariki familia yake Adamu. Alichounganisha Mungu kisitenganishwe, ndoa iwe na upendo, kitanda kisichafuke. Alichounganisha Mungu kisitenganishwe, ndoa iwe na upendo, kitanda kisichafuke. Upendo udumu na kisha muombe, Mungu tasikia. Watoto wafunzwe sheria ya Mungu na mapenzi yake. Upendo udumu na kisha muombe, Mungu tasikia. Watoto wafunzwe sheria ya Mungu na mapenzi yake yeye. Muwe kielelezo kwa mataifa yote yamjue huyu Mungu wetu. Muwe kielelezo kwa mataifa yote yamjue huyu Mungu wetu. Huyu ndiye nyama ya nyama zangu, Adamu kaimba, tena ni mfupa wa mifupa yangu, ataitwa mwanamke. Ikawa ndoa ya kwanza, Mungu mwenyewe kaitakasa familia ya Adamu. Ikawa ndoa ya kwanza, Mungu mwenyewe kaibariki familia yake. Upendo udumu na kisha muombe, Mungu tasikia. Watoto wafunzwe sheria ya Mungu na mapenzi yake yeye. Muwe kielelezo kwa mataifa yote yamjue huyu Mungu wetu. Muwe kielelezo kwa mataifa yote yamjue huyu Mungu muumba wetu. Tata itu lebih mana tu aku yang jamu asing itu kira orang itu nyomba ada, so aku dengan dia, di sana tu asing, kalau kita bahasa yang mana tu asing kira orang pernah nu baca kau kira tu ekran sah sih, kira Kristo motor itu.